Nguzo muhimu sana kwenye maisha yako ni kujiamini jinsi ulivyo, jinsi unavyoonekana. Hii itakusaidia sana ujiona una thamani kwenye hii dunia. Ngoja nikusimulie story fulani hivi kuhusu mimi. Nishawahi kuwa na rafiki wa kike. Yaani tulikuwa Bennett sana, yani Bennett sana. Yaani alini appreciate sana. Lakini kuna kauli fulani alishawahi kuniambia. Alishawahi kusema kwamba Sylvester, yaani kutokana na jinsi ulivyo, ungekuwa mrefu kidogo, ingekuwa vizuri sana. Yaani ungekuwa zaidi, yani akatumia neno fulani, ungekuwa bonge la HB. Sasa hilo neno liliniaffect sana. Huwa na kawaida fulani hivi, mtu akiongea kitu naweza nisikilie hapo hapo, lakini nikitulia naanza kufikiria alikuwa na maana gani. Sasa nilivyotulia mwenyewe nikaanza kufikiria, nikajirealize kwamba mimi kumbe ni mfupi, na nikaanza kujidharau, kuiona yani nikaona kuwa mfupi ndio weakness yangu kubwa sana. Sasa nikaanza kutumia namna ambayo itanifanya nianze kuwa mrefu. Nikaanza kutafuta mazoezi ya kuongeza urefu. Na sikuishia hapo. Katika maombi yangu nikafikia hatua mpaka nikawa namuomba Mungu, naomba at least niongezeke urefu kidogo tu. Na katika hizo situation nilikuwa nikimuona mtu mrefu na wish nitoe kichwa changu nipachike kwake. Mimi ndo niwe yeye urefu wake, afu yeye ndo awe mimi, au tu niwe kama urefu wake. Ila baada ya kusoma kitabu fulani hivi, nimekisahau jina lakini kimeandikwa na Dr. Julian Nanauka, nikapata pointi moja, akasema kwamba kujiamini ni silaha ya maisha. Hii mtu yote akuzuru au alikuharibie maisha yako, anakutolea hali ya kujiamini. Hii ilinisaidia sana. Baada ya kusoma tu ilinisaidia sana, nikaanza kuimprove. Huwa nakokaa kulikuwa na kioo. Nikajiangalia kwenye kioo, nikasema yule mtu alinionaje? Aliniambia ni mzuri. Sasa uzuri unatokana na nini? Je, ningekuwa mrefu ningekuwa na muonekano kama huu? Hapana. Inawezekana ningekuwa mrefu mgongo ungepinda. Naonekana niko vizuri kutokana na kimo changu nilichokuwa nacho. Kutokea hapo nikawa najiappreciate mwenyewe. Mimi ni HB. Mimi ni mzuri. Mimi ni HB, mimi ni HB. Yaani huwa najipenda kuniambia maneno mazuri sana kutokana na muonekano wangu. Kwenye weakness nasema weakness hii ndio inanifanya nionekane kuwa HB. Sasa inawezekana wewe ni miongoni mwa watu ambao umekutana na hiyo situation. Na sio kila mtu, wadada wanaofanya surgery basi wanapenda. Wengine wanafanya surgery kutokana na hii situation. Au wewe kijana mwenzangu ambaye unaonekana mfupi, unaanza kujidharau. Sikiliza, wembamba wako, ufupi wako, utaonekana una shape. Wengine wanafikia hatua mpaka kujichubua kwa urusi wao. Huo ndio unaokufanya uonekane mzuri. Mtu yote akwambia hivi, yaani ungekuwa mweupe ungekuwa mzuri sana. Kwambia wewe mjibu tu kwamba huo usi ndio unifanya nionekane mzuri, lakini ningekuwa mweupe inawezekana ningekuwa na doa kubwa, ningekuwa na komwe. Mungu aliona sahihi mimi kuwa mweusi, ndio maana nilifanya kuwa mweusi. Sikiliza, kwa wadada hii ina affect sana. Kuamini kwamba nikiwa mweupe nitapendwa, nikiwa na shape nitapendwa, mpaka nafikia hatua kwenda kufanya surgery. Dadangu, sio kila mwanaume atapenda mwanamke mwenye shape.
Jipende jinsi ulivyo. Kuna kijana tu atatokea mwenye komwe kama kwangu mimi, atakupenda. Hatapenda shape lako. Hapana, atakupenda jinsi ulivyo. Usijaribu. Jipende mwenyewe na jiamini. Jiamini jinsi ulivyo. Hiyo ndio itakuwa silaha kubwa sana ya wewe. Na mtu akiongea huyu mweusi sana, ukimwambia ndio, najipenda mwenyewe, hata kuwa na nguvu ya kurudia tena kukwambia. Kwa maana ukijiamini na ukijiappreciate jinsi ulivyo, utalinda ile heshima, watu wataanza kukuheshimu. Tofauti na ukijidharau wewe, watu watakudharau. Kwa maana haina haja. Mtu ukijidharau, inakuwaje mtu mwingine akuheshimu? Kwa maana wewe umeshindwa kujiheshimu, basi mtu mwingine hawezi kukuheshimu. Jithamini, jipende jinsi ulivyo. Hiyo ndio silaha yote ya kushinda mapambano na kushinda udhaifu wako. Usikiri udhaifu. Kwenye udhaifu weka kwa wewe ni imara. Na by the way, kuwa mweusi sana, kuwa mfupi sana, kuwa mwembamba sana sio udhaifu. Hivyo vitu ndio vinakufanya wewe uonekane kuwa mzuri zaidi. Jipende. Simple.